Hivi Konde mume wangu, kwa hiyo chokata mimi kunipelekea kwenu ni kitu gani? Au kwa kwenu mna mila za kukaa utupu, labda useme nikienda nitashangaa, si ndio Masuala nyumbani naachana nayo. Mimi nataka kupeleka nyumbani wewe bado wakati hujafikia. Jamani, wakati upi? Wa mvua, wa jua? Yaani nataka nijue huo wakati unaozungumzia wewe ambao mimi nikienda labda nitaona mazingira kwa tofauti. Labda sijazoea sijui vijijini, si ajui mahindi, miogo. Labda kwa tofauti nitachokikuta. Au huko kwenu amulimi mazao mnalima watu? Kwa hiyo nakataa. Wewe, ngoja kwanza. Umechoka kukaa na mimi au umechoka kwa sababu hauendi nyumbani? Umekufa huko ndani na kupeleka wapi? Kwani mimi ndugu zangu hao wajui? Kama utaki twende tusichoshane au tusisumbuane, mimi naondoka. Mimi na wewe ndio imenishinda basi. Sikiliza nikwambie mume wangu. Yaani wewe ni mtu wa kuheshimiwa sana. Wewe uko juu yangu mimi, lakini kwa hivi siwezi. Naondoka. Mwanangu, hii hali nilokuwa nayo sio ya kawaida, na hiki kijiji mwanangu hakikufai kabisa, maana hata babako hii hali alikuwa nayo hivi hivi, na kunakoelekea mwanangu itakuwa sio kawaida. Kwa hiyo sasa nilikuwa naomba mwanangu uondoke, uende mbali kabisa na hiki kijiji, yaani upotee kabisa, usije ukaonekana kabisa. Hiki kijiji sio kijiji kizuri. Mama, niende wapi? Na ninakoenda nitakuwa mgeni wa nani mama? Mwanangu, heri nusu shari kuliko shari kamili. Wewe ni mtoto wa kiume, na mtoto wa kiume kaumbiwa kupambana. Kwa hiyo sasa utajua mwenyewe utaenda wapi, ila mimi nataka upotee kabisa hiki kijiji, uondoke, usije ukarudi hata siku moja. Sasa nikwambie, usitemi kunipanda kichwani. Wakati wa wewe kupeleka nyumbani bado. Ukija kufikia utakwenda. Sikiza kwa sasa hivi, tafadhali naomba utulie. Si haki yangu au unakosea? Sijui uko unachokata, sijui kuna nini, kuna majini, sijui kuna mazombi. Chiko, naomba unisikilize. Shida ya mikono nyumbani. Ndio. Nyumbani tu. Nyumbani tu. Mimi nakupeleka. Nakupenda mume wangu, unanipeleka kweli? Ni kama nauli ya una, mimi naenda kumwambia pale Mama anacheza mchezo. Bila nadekeka kidogo kidogo tunaondoka. Shida sio pesa, pesa ipo. Shida ni kwamba leo andaa, fua vinguo, vikunje kunje, vipulizie perfume, vinukie. Wewe kesho asubuhi mapema tunakaa miezi miwili hapo. Unaona tukienda kesho, tutarudi kesho hiyo hiyo. Sasa nitakuwa nimeenda kufanya nini? Si nimeenda tu kama nimeingia uani kuoga afu natoka. Sawa, miezi 6. Naongeza na miwili. Inakuwa nani? Nakupenda wewe Konde wangu. Kama basi usiwaze. Kisha. Utafundisha bwana. Umechoka huko mbali? Umechoka? Lakini unataka safari mama. Nibebe basi. Wapi? Mgongoni?
Wewe mwanamke wewe, umeona kama unataka kuniua mimi? Safari tu bado unaona ni jinsi nilivyochoka. Chomba hizo kama. Si hata mbali. Nimechoka. Umechachosha? Umeshachoka hivi. Umeshachoka kumbe? Ndio. Utaongea paka kimombo leo. Twende bana. Basi beba begi. Ona sasa ndio maana nikataa begi yako kule ujue. Kwani wewe una mapenzi ya mapenzi gani na mitaani? Tangulia twende. Muone. Bado hajasema raundi hii. Nataka safari ndio hiyo mama. Bwana tusubirie tuvuke kwanza maana. Njoo. Tusidondoshane. Taratibu kidogo. Tunaongelea hapo bichi. Habari. Vipi bwana? Safi vipi? Safi mzima. Safi vipi wewe? Safi. Bwana samahani. Kidogo kama mwenyeji afu kama mgeni hivi. Ndio. Nilikuwa naulizia njia kwenda kufika kwa mjomba Chindu. Kwa mjomba Chinduli? Mjomba Chinduli, okay. Shabafahamu. Mjomba Chinduli, unaona hii barabara? Unaifuata hii barabara hiyo, unapanda kilima. Ukishafika pale juu, unapita kushoto. Ukishapita pale kushoto, kwa mbele kuna miti hivi. Sawa? Pale kwenye miti afu kitazama macho hivi kwa mbele. Unakuta nyumba ya udongo. Ndio hapo tukao umeshafika kwa mjomba Chinduli. Maana tukipanda hichi kilima ndio pale juu ndio kunire nyumba ile tunaingia kushoto. Tunaingia kushoto ndio. Tukiingia kushoto kwa mbele hivi kuna miti. Kuna miti. Kwa mbele kidogo tena ndio kuna nyumba ya udongo hapo. Ndio kwa mjomba Chinduli hapo. Muulize tena. Kichwa changu huyu sio mimi. Ndio hamna shida. Yaani kwamba tukishapita hapo tunapandisha kidogo, si ndio? Ndio. Tukifika hapo mbele tunaingia kushoto. Mnaingia kushoto kwenye kilima pale juu mnaingia kushoto. Mkishaingia kushoto pale mbele kuna miti hivi. Mkishafika kwenye miti mnaangalia kwa mbele hivi kwa mbele. Alafu mtakuta nyumba ya udongo. Ndio hapo mtakuwa mshafika. Bwana big up mzee. Asante sana ndugu. Vipi usalama lakini au? Usalama upo. Mkubwa kabisa. Basi poa. Haya. Poa. Unakumbuka? Dishi likiyumba tu. Mimi basi twende wapi? Tutarudi. Twende. Yatia ujinga tena. Odi. Odi. Karibu. Karibuni.
Shikamoo. Marahaba, marahaba. Karibuni mkae. Kae nipumzike, ninakuja na nyama yangu kidogo huku isije kaungua. Asante. Haya, sawa. Jamani, karibuni sana. Asante sana mjomba. Sasa sijui niseme ni utu uzima au ni nini, maana anajitahidi kuvuta kumbukumbu lakini bado inapotea. Ni kweli, kwa sababu ni muda mrefu sana, takribani miaka kadhaa imepita, ni mingi mno, na inakuwa sio rahisi kunikumbuka. Ila mimi ni mwanao, naitwa Konde. Konde? Ni mtoto wa binti Chinduli. We? Ndio. Konde? Naam mjomba. Umekuwa hivi? Tayari nishakuwa kijana. Unajua, baada ya mazishi ya marehemu mamako, ndio nilihangaika sana kukutafuta pasi na mafanikio yoyote. Ulikuwa wapi mjomba? Mjomba, au tuyaache, japo ni muda mrefu, na sasa nimeamua kurejea nyumbani. Sawa, mimi sina cha kuzungumza kwa sasa, nasema karibuni sana. Asante sana. Siwezi kusema mjisikie kama mpo nyumbani, hapana, mpo nyumbani. Ni kweli, sio kama. Asante. Na wewe unaimuona hapo ni mke wangu. We? Na Konde, umekuwa Shangazi, kuwa na amani. Hapa ni kwako, hapa umefika. Asante. Umefurahi kabisa. Basi huyu ndo mjomba wangu. Kwa hiyo huyu ndo Anko Chinduli. Ukisikia Anko Chinduli, Anko Chinduli, basi ndo huyu ambaye unamuona hapo. Anatoka mama, anaingia. Sasa. Nafurahi kukufahamu mjomba. Karibuni sana. Basi sawa mjomba, mimi ngoja niwaache. Nataka nichukue nguo nibadilishe kidogo, nimwagie maji. Nataka mdogo nipeleke kule. Nikatembe tena. Usijali, mji ndio huu umefika, utaujua, na vilivyomo ndani ya mji huu utavijua vile vile. Ndio maana nikamwambia mume wangu Konde nipeleke nije kuvijua hivyo ndio kwenye mji huu. Basi yani umefika. Sawa mjomba. Sawa sawa. Konde. Naam. Nisikilize kwa makini sana. Ndio. Kama umekuja kwa wema, karibu sana. Ila kama umekuja kwa nia tofauti na wema, tafadhali sana, ondoka sasa hivi. Nisikilize kwa makini sana. Ndio. Kama umekuja kwa wema, karibu sana.
ila kama umekuja kwa nia tofauti na Wema, tafadhali sana ondoka sasa hivi. Nilikwambia nini? Nilikwambia usirudi katika hiki kijiji, lakini wewe umerudi. Fanya uondoke. Umenielewa? Karibu. Chinduli nimemkuta. Mjomba yupo huko nyuma. Mjomba! Mjomba ni mama. Bwana Kise, karibu. Hivi naweza nikakuuliza kitu? Uliza. Unajua yule dada? Yule namjua. Yule ni mkwe wangu. Mke wa yule mtoto wa marehemu dada yangu yule Konde, kalikuwa kadogo kipindi kile. Yule ndo mkewe amekuja naye. Bwana wewe silo lijua ni sawa na usiku wa kiza. Kwachi umemwona mwali yule? Yule mwali mimi ndo nilomuota akiwa na kufanyia wewe mambo mabaya. Umesoma? Sasa yule ndo tukuja kupindua ufalme wetu hapa mtaani. Baada ya kuwa mkubwa unashuka kuwa mtoto. Bwana Kise, leo umepotea. Yule ni mkwe wangu. Hata kama unamuona ana nyama, lakini ni kadudu kadogo zaidi ya sisimizi. Anaweza akafanya chochote kwenye himaya yetu au kwenye chama chetu. Anaweza yule akashindana na Chinduli wa Chinduli, mjukuu wa Bada Bini Mmogo. Anaweza yule. Wewe huwezi kuamini kwa sababu unavyomuona na karangiza vitu pale, unahisi kama mkwe mzuri akakaa naye na maisha akasonga. Lakini usilolijua sawa na usiku wa kiza, mimi sijawahi kuota ndoto ikawa sio kweli hata siku moja. Anatuteketeza yule. Naona kabisa haingia akilini. Kweli hujawahi kukosea hata siku moja, lakini leo hii ndiyo mara yako ya kwanza. Umekosea. Hiyo ndoto ni ya kawaida sana, sio katika ndoto unazoziota Bwana Kise. Wewe leo wakubishana na mimi tu nzima ambaye naelewa. Wewe leo wakubishana na wakulu ngwa wagambo na kukanyagana. Wewe leo wakubishana na watu wakubwa ambapo wanakuambia vitu vina ukweli. Wewe unaleta chikandambwa. Sasa mimi naondoka. Najua kabisa utanitafuta. Nakuja nyumbani kuleta malalamiko yako. Haya ninakwambia. Umensoma? Umenkalili? Aya.
Chinduli. Naam. Nimekuja ndugu yangu tuzungumze. Sawa. Wewe ni ndugu yangu, lakini mimi nitabaki kuwa kiongozi wako. Kuna taarifa zipo hapa kwenye himaya yetu, unazijua na umekaa kimya. Chinduli, Wachinduli huwa wanapenda sana utawala. Watch out, usije ukawa unapanga kunipindua. Nataka hizo taarifa kutoka kwako. Taarifa nimezipata, bila shaka ni taarifa zinazotoka kwa Bwana Kise, lakini mimi nataka nikwambie kitu. Hiyo taarifa si sahihi. Hiyo taarifa haina hata ukweli. Kwa hiyo mkubwa mwenzangu, isikutie presha wala isikutoe jasho. Chochote kibaya kinachotaka kuiathiri ama kuathiri chama chetu, mimi lazima nikufate mkubwa mwenzangu, na tunakaa chini tunayajenga. Katika hili halina ukweli. Kuwa na amani mkubwa mwenzangu. Chinduli, hebu fumbua macho yako, angalia mbele. Mdharau mwiba mguu wote tena. Na nataka nikupe ahadi kutoka katika mioyo yetu sisi. Endapo utasababisha madhara yoyote katika chama chetu, nyama yako itakuwa ni halali ya wakulu.